Waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi ametuma ujumbe mzito na wa kutisha kwa Washington. Kauli yake imeibua mjadala mkubwa katika duru za kisiasa na kijeshi duniani, huku akionyesha kuwa Teherani inaamini imejifunza mengi kutokana na mapambano yake ya hivi karibuni dhidi ya Marekani. Kupitia ujumbe wake kwenye mtandao wa X, Araghchi akuficha msimamo wa Irani kwa sauti iliyojaa kujiamini. Alisema kwamba iwapo Marekani itafanya kosa la kurejea tena kwenye njia ya mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu, itakutana na mambo ambayo haijawahi kuyaona hapo awali tangu nchi hiyo ilipoumbwa. Kwa mujibu wa mwanadiplomasia huyo mkuu, Irani imejikusanyia uzoefu mkubwa wa kijeshi, kiusalama na kimkakati kupitia vita na migogoro ya hivi karibuni. Maarifa hayo, alisema, yameifanya Irani kuwa tayari zaidi kuliko wakati mwingine wowote katika historia yake ya kisiasa. Kauli hiyo ilikuja wakati ripoti inayodaiwa kutolewa ndani ya bunge la Marekani ilipoanza kusambaa, ikieleza gharama kubwa ambayo jeshi la Marekani ilikabiliana nazo katika vita ya siku 40 dhidi ya Irani. Kwa mujibu wa taarifa hizo, Marekani ilipoteza angalau ndege 42 za kijeshi katika kipindi cha mapigano hayo. Hasara hizo zilikadiriwa kufikia zaidi ya dola bilioni 2.6 za Marekani katika uharibifu wa moja kwa moja pekee. Miongoni mwa vifaa vinavyodaiwa kuharibiwa au kuangushwa ni ndege za kivita aina ya F-15E Stratow Eagles, ndege moja ya kizazi cha 5 aina ya F-55A Rating 2, ndege za kushambulia ardhini aina ya A-10 Thunderbolt 2, pamoja na ndege za kuongeza mafuta angani za KC-135 Stratow Tanker. Aidha, ripoti hiyo ilitaja kupotea kwa ndege za upelelezi na uongozi wa vita angani, helikopta za uokoaji pamoja na makumi ya ndege zisizo na rubani, yani MQ-9 Reaper na MQ-4C Triton. Kama madai hayo ni sahihi, yanakuwa miongoni mwa hasara kubwa zaidi kuwahi kurekodiwa na jeshi la Marekani katika mzozo mmoja ndani ya muda mfupi. Araghchi alitumia taarifa hizo kama ushahidi wa kile alichokiita uwezo wa kipekee wa kikosi cha Irani. Alisisitiza kuwa jeshi la Irani limeonyesha uwezo wake kwa kulenga na kuharibu mifumo ambayo kwa miaka mingi imekuwa ikitajwa kuwa haiwezi kushambuliwa kirahisi, kwani wengi waliamini kuwa ni imara kuliko mifumo yoyote duniani. Kwa mtazamo wa Teherani, tukio hilo limekuja kuweka alama ya mabadiliko makubwa katika mizani ya nguvu za kijeshi duniani. Kwa mara ya kwanza katika historia ya karibuni, Irani inajiona kama taifa lililoweza kuonyesha kuwa hata teknolojia za hali ya juu za Marekani zinaweza kukabiliwa na kushindwa vitani. Mzozo huo ulianza mwishoni mwa mwezi Februari wakati Marekani na Israeli zilipoanzisha operesheni za kijeshi dhidi ya Irani, kulingana na simulizi za Teherani. Kilichofuatia kilikuwa ni wimbi kubwa la mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani, yani drones, kutoka Irani kuelekea malengo ya kijeshi ya Israeli na vituo vya Marekani vilivyopo katika eneo la Mashariki ya Kati, yani huko Ghuba ya Uajemi. Kwa wiki kadhaa, anga la eneo hilo liligeuka kuwa uwanja wa mabadiliko ya moja kwa moja. Makombora yalivuka maelfu ya kilomita, huku mifumo ya ulinzi wa anga ikijaribu kuyazuia. Wakati huo huo, masoko ya dunia yalikuwa yakitetemeka kutokana na hofu ya kuongezeka kwa vita. Moja ya hatua zilizozua taharuki kubwa zaidi, kuimarisha kwa udhibiti wa Irani katika mlango wa bahari ya Hormuz. Mlango huo mwembamba wa majini ni miongoni mwa njia muhimu zaidi ya duniani kwa usafirishaji wa mafuta. Sehemu kubwa ya mafuta yanayotumiwa duniani hupita eneo hilo kila siku. Irani ilianza kuweka masharti makali zaidi kwa meli zinazopita eneo hilo, hatua iliyotafsiriwa na wachambuzi kama matumizi ya jiografia kama silaha ya kimkakati. Matokeo yake yalionekana haraka katika masoko ya nishati. Bei za mafuta zilianza kupanda, huku wawekezaji wakihofia usumbufu mkubwa wa usafirishaji wa nishati duniani. Kadiri gharama za nishati zilivyoongezeka, ndivyo shinikizo la kisiasa lilivyozidi kuongezeka ndani ya Marekani. Wananchi walikabiliwa na gharama kubwa za mafuta na bidhaa mbalimbali, huku wachambuzi wa kisiasa wakisema kuwa athari hizo zilizoanza kuonekana katika hali ya kisiasa ya ikulu ya White House nchini Marekani. Katika mazingira hayo, kauli ya Araghchi imeonekana kuwa sio onyo la kawaida, ni ujumbe unaolenga kuonyesha kwamba Irani inaamini imeingia katika hatua mpya ya uwezo wake wa kijeshi, na kwamba mzozo mwingine wowote unaweza kuwa matokeo makubwa zaidi kuliko yale yaliyoshuhudiwa hapo awali. Kauli iliyovutia zaidi macho ya dunia ni pale Araghchi aliposema kuwa Irani bado ina mishangao mingi zaidi kwa maadui yake. Hakufafanua mishangao hiyo ni nini hasa. Je, ni teknolojia mpya za makombora? Je, ni uwezo wa vita vya mtandaoni? Au
Ni mikakati mipya ya kijeshi ambayo bado haijaonekana hadharani, kwake ikiwa kama mshangao. Maswali hayo yanaendelea kujadiliwa katika vituo vya utafiti wa masuala ya usalama duniani. Hata hivyo, ujumbe mmoja umeelezwa wazi: Teherani inataka Washington ijue kuwa endapo vita vitarejea, safari hii uwanja wa mapambano unaweza kuwa tofauti kabisa na ule ulioshuhudiwa hapo awali. Na wakati ulimwengu ukiendelea kufuatilia kwa karibu mvutano huu, macho mengi sasa yameelekezwa Washington, Teherani, Tel Aviv